Wacha nirudie. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Yoshua yemo kianda ine tali nje nago chikire nga otenene bokongu obomoremu asayo tondoka tobaisa gukwo moyo ekiagara nje omonene nyasao nigonda monaye ande ons orabe gokogenda. Amen. Amina. Mahali tumesoma Aigase tu asomire Biblia, huyu ni Mungu mwenyewe anazungumzia Joshua. Oyo nyasao monene omonyena gokwanera Joshua. Joshua ni mmoja wa wale ambao waliochaguliwa kwenda kupeleleza nchi ya Kanani. Joshua no yomo ase bali bachole tubagende ko bachiroti ali asense ya Kanani. Kati ya watu 12 asa abantu 12 watu 10 wakaleta habari mbaya ya uoga. Abantu 10 bakaleta mangana mabe ya uoga. Lakini Joshua pamoja na Caleb wakaja na habari nzuri. Kolene Joshua na Caleb bakaleta mangana maya. Wakasema kweli katika nchi ile kuna watu wakubwa sana. Wakatebange kena sense ya abantu mbarora ambaye ni wana wa Anaki. Bare abana ba Anaki. Na wakasema nchi hiyo iko na rotuba nzuri. Bakatebange nse yini gere ntobu. Wakafaulu kuleta moja ya vyakula ambavyo vilikuwa pale. Wakanyara koleta endagereri alenga asali. So huyu Joshua Oyo Joshua wakati Musa amekufa. Ekara Musa kule. So Mungu akamwambia Joshua, wewe ndiye sasa utachukua nafasi ya Musa. Na alipomwambia kwamba wewe ndiye utachukua nafasi ya Musa, Joshua alikuwa amekaa karibu na Musa sana. Na akaona challenges za uongozi. Na alikuwa amepeleleza nchi ya Kanani. Mahali Mungu anamwambia aweze kuwapeleka wana wa Israeli. Maana anamwambia wewe ndiwe utakayegagwa masamba kwa wana wa Israeli. So Joshua anapoangalia anaona wana wa Anaki. Anaona Wahiti. Anaona watu wa Moabu. Anaona vile watu walikuwa wakubwa wako na vidole 6. So Mungu alipokuwa anamzungumzia akaona moyo wake umekuwa mzito. Na alipoona moyo wake umekuwa mzito, ikabidi amwambie kwamba wewe ndiye utaingisha wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. So chapter 1 inazungumzia, anamwambia uwe mwenye usucha. Usiogope. Uweze kuwa jasiri. Usimame maana nitakuwa pamoja na wewe. Ndio sababu kule kwenye tumesoma Biblia inasema have I not commanded you. Alimuamuru. Alikuwa ameanza kuwa na uoga na kukataa mwito wa Mungu. Maana aliona kazi nzito mbele. Aliona wapinzani wake. Akasema sitaweza. Kama Musa angeweza kuingia katika nchi ya ahadi, mimi ni nani niweze kuongoza wana wa Israeli? Aliona vile Musa alisababisha miujiza mingi kupitia uwezo wa Mungu pale Misri. Na sasa amekufa na hakuweza kuingia katika nchi ya ahadi. So akawa na uoga. Ikabidi Mungu aweze kumuamuru. Anamwambia have I not commanded you? Be strong and be courageous.
kweni na moyo wa uzucha na usiweze kuogopa, maana mimi Mungu wako niko pamoja na wewe mahali popote uendapo. Asubuhi ya leo, mtu wa Mungu unayenisikiza, Mungu akubali kuwa pamoja na wewe, ama Mungu akubali kutembea pamoja na wewe. Hakuna challenge ambayo itakushinda, hakuna kitu ambayo kitasimama mbele yako. Bora Mungu amekubali kuenenda pamoja na wewe. Akamwambia Joshua, Joshua usiogope, mimi ni Mungu. Sikiza vile anamwambia, do not be frightened and not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Anaambia Joshua usiogope, wala usifadhaike. Mimi Mungu wako nitakuwa pamoja na wewe popote uendapo, kwa jina la Yesu Kristo. Anajaribu kumleta nyumbani, anamwambia usione maadui, anamwambia usione wa Kanani, usione minara ambayo imejengwa mikubwa, usione na kusikiza vitisho vya wanadamu. Mimi Mungu wako nitatembea pamoja na wewe. Oh, haleluya. Anasema mimi Mungu wako, mimi Mungu nitatembea pamoja na wewe, popote uendapo nitaenda na wewe, popote uingiapo nitaingia pamoja na wewe. Maadui wakitokea, mimi nitakuwa pamoja na wewe. Unapokutana na zito, nitakuwa pamoja na wewe. Utakapokuwa umegonjeka, nitakuwa pamoja na wewe. Akamwambia Joshua, mimi Mungu ndiye nimekuamuru wewe muka uenende uongoza wana wa Israeli. Joshua inuka uongoza wana wa Israeli. Hauna sababu ya kuogopa, hauna sababu ya kukuvunja moyo, hauna sababu ya kurudi nyuma, maana Mungu wa Israeli nimekubali kutembea pamoja na wewe, na ni katika jina la Yesu wa Nazareti. Mtu wa Mungu unayenisikiza asubuhi ya leo, Joshua aliweza kuwa wa msaada mkubwa, mpaka Joshua akaona hawezi bila Moses. Musa alipokufa, wana wa Israeli walifikiria mambo imeisha, lakini Mungu anainua tena Joshua. Anamwambia Joshua, si ni mimi nimekuamuru, si ni mimi nimekuambia usimame, si ni mimi nimekuambia uwe na moyo wa ushujaa, si ni mimi nimekuambia usiogope, nitaenda pamoja na wewe katika jina la Yesu. Ninazungumzia mtu asubuhi ya leo ambaye mbele yake aoni chochote, hakuna uoga katika maisha yake, hakuna mambo fulani ambayo yamemfunja moyo, amekutana na majanga mazito. Yule ambaye alikuwa msaada hayuko tena, yule ambaye alikuwa na tumaini hayuko tena, anashindwa atafanya namna gani. Mungu akamwambia Joshua, hata kama Musa amekufa, hata kama Musa amekufa, wana wa Israeli lazima waingie, na wewe ndiye mtu utakayewaingiza katika
inji ya ahadi. Usiogope. Kuna mtu ameogopa asubuhi ya leo. Mungu anasema usiogope, maana Mungu wa Israeli ako pamoja na wewe popote uendapo kwa jina la Yesu. Oh, hallelujah. Mungu akasema niko pamoja na wewe, nitatembea pamoja na wewe, nitaingia ile nchi pamoja na wewe, nitapigana na maadui walio katika ile nchi pamoja na wewe, tutaanguza kuta sote chini tukiwa pamoja na wewe. Mimi Mungu niko pamoja na wewe katika jina la Yesu wa Nazareti. Ninaomba Mungu aenende pamoja na wewe katika hayo mateso, aenende pamoja na wewe katika huo uoga unakusumbua, aenende pamoja na wewe katika hizo nguvu ambazo zinakupinga maisha yako, aenende pamoja na wewe, na ni katika jina la Yesu. Hallelujah. Biblia inasema Mungu akasema, si ni mimi nimekuambia uwe jasiri, be strong and courageous. Wanasifiwa. Amina. Kuna mambo unaona yanakubabaisha katika maisha haya, paka unasema hapa sijui nani anisaidie. Unajaribu nani asimame pamoja na wewe, unajaribu upate msaada kwa nani, auoni msaada unatoka wapi. Mungu asubuhi ya leo ananena mwenyewe, ananena mwenyewe. Mungu anasema usiogope, kuweni na moyo wa usujaa, kuweni na moyo wa usujaa, uweze kuwa na nguvu, maana Mungu ako pamoja na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Nataka niende kusoma kitabu nikimalizia katika asubuhi ya leo, katika kitabu cha Romans chapter number 8. Inasema hivi, Warumi mlango wa 8. Romans chapter number 8. 8 and the verse 8 verse 37. Inasema hivi, no, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I'm sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Amen. Soma hiyo. Abarumi sana isato gochakera 32 Kolende asamangana yonsi tuabeira ababui na goetani ababui goetera asare oyo tuanchete ninde no momaene bwoko manyanga nonya na makweli nonya no bogima nonya na bamaraika nonya na abale ne chinguru nonya ne binte bireo nonya ne bi gochigocha nonya no kobua nonya na yale igoro nonya na yale inse nonya ne getongwa kende gionsi tibiko nyara gotuatana na korwa sobwanjani bwa Nyasaye obole imase Kristo Yesu moneno ito. Amen. Amen. And the verse 31, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Hebu soma hiyo. Emerongeta tonayemo nikirende torateba sayu onye Nyasaye ola nsemo ya ito ningora nyale gotobua. Amen. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba Mungu alimwambia Joshua uweze kuwa na nguvu na moyo wa usujaa. Omonen ase Biblia ase tuasoma
Nyasaye gatebia Yoshua obe ne chinguru obe no moyo mokong. Maana mimi Mungu niko pamoja na wewe. Ekiagrenje Nyasaye no ndamo naye. Nitaenenda na wewe popote uendapo. Ningenda na yanda usipia sorachi. Anajaribu kumwambia kwamba hata kama watu wengine wote hawataenenda pamoja na wewe, mimi niliyeziumba mbingu na nchi nitaenda pamoja na wewe. Kuna kipindi watu wanaaja wenzao, wazazi wanaaja watoto wao, na watoto wanaaja wazazi wao, marafiki wanaaja marafiki zao, viongozi wanaaja viongozi wenzao, kwa sababu moja ama nyingine. Lakini Mungu anataka kumwambia Joshua, mimi nitakuwa pamoja na wewe popote uendapo, popote uendapo nitakuwa pamoja na wewe. Njia nyingine anataka kumwambia, mimi ni yule niliyekuwa pamoja na Musa. Zile ishara zote zilizotendeka Misri, mimi ni Mungu wa Musa. Nitakuwa Mungu wako. Nitatembea pamoja na wewe. Nitaangusha wafalme tukiwa pamoja na wewe. Nitatengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Nitakuwa pamoja na wewe. Nitapeana mana. Nitapeana mana kwenu. Nitapeana maji mtakunywa. Mimi ni Mungu wa Musa. Mimi ni Mungu wako. Nitaenenda pamoja na wewe. Popote uendapo nitaenda na wewe. So Paulo anasema, sasa tuseme nini basi kwa mambo haya? Mungu akiwa upande wetu, nani atatushinda? Tuseme nini kwa mambo haya? Mungu akiwa katika upande wetu. Haleluya. Ninazungumza na mtu ambaye asubuhi ya leo ameachwa na wanadamu wamemuacha. Ameachwa na watoto analia. Anaachwa na wale ambao waliweza kuwasaidia. Ameachwa na watu aliyewainua, waliokaa katika nyumba yake, akawafundisha, akawapeleka shuleni, akawalipia school fees. Wamemsahau. Anasema, mbona mmefanya hivi? Hao ni wanadamu, wanaweza kusahau. Kuna Mungu ataenenda pamoja na wewe. Kuna Mungu atasimama pamoja na wewe. Kuna Mungu atakuvuta majosi. Nani katika jina la Yesu? Mtu wa Mungu asema amina. Oh, haleluya. Mungu akamwambia Joshua, usiogope. Uwe na moyo wa ushujaa. Uwe na nguvu. Kuna kipindi nguvu zinatuishia. Kuna kipindi unasikia umechoka kwa sababu ya hali unapitia. Kuna kipindi unasikia uaje. Kuna kipindi unasikia uoga. Mungu anasema asubuhi ya leo kwamba kuweni na nguvu. Kuweni na nguvu mpya. Kuweni na nguvu mpya kwa jina la Yesu Kristo, ili Bwana akatembee pamoja na wewe na akakutende mema. So Paulo anasema, basi tusema nini kwa mambo haya yote? Bwana akiwa katika upande wetu, Mungu wa Israeli akiwa katika upande wetu, Jehova Rafa akiwa katika upande wetu, Jehova Jaile akiwa katika upande wetu, basi nani atatushinda? Nasema tumekuwa washindi, tena zaidi ya washindi, kwa sababu Bwana ako pamoja na sisi. Asubuhi ya leo nataka nikwambie hivi, mtu wa Mungu, kuweni na nguvu. Hata kama umeshiwa nguvu, jitieni nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mwimbaji mmoja aliimba akasema, inuka jitie nguvu, msaidizi wako
ako pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Kitie nguvu hata kama nguvu zimeisha. Kitie nguvu, usiogope. Kitie nguvu, utapona tena. Kitie nguvu, Mungu yuko pamoja na wewe. Hata kama unaonekana umeishiwa kabisa. Jana nilienda kuona mgonjwa mwingine, nikamwona chini kabisa. Yani ni kama anataka kusema kwamba mpaki salama. Lakini nikamwambia kitieni nguvu. Mungu wa Israeli yako pamoja na wewe. Yeye ndiye anayetusamehe makosa yetu yote na kutuponya magonjwa yetu yote. So inawezekana katika asubuhi ya leo kuna kitu kimekumaliza nguvu. Kuna kitu kimekufunja moyo. Kuna uoga katika safari hii. Haujui ni kwa nini uko na uoga. Unajaribu kufikiria ni kwa nini naogopa hivi. Chitieni nguvu kwa jina la Yesu. Mungu akamwambia Joshua, usiogope. Kuweni na nguvu. Unatosha. Ni wewe unaongoza wana wa Israeli. Musa ametoka. Nitakuwa pamoja na wewe katika jina la Yesu. Hali unayoipitia sio ya milele. Bwana, hayo ni mapito tu. Hayo yatapita. Hayo yatapita. Watu wanakucheka leo, kesho watakuheshimu. Kwa kuwa Mungu wa Joshua amenenda pamoja na wewe. Watu leo watakusengenya, kesho watakusalimia kwa heshima, kwa sababu Mungu wa Joshua ameweza kusimama pamoja na wewe. Usiogope, hayo ni mapito. Hata kama ni magonjwa, ni mapito tu. Yatapita na utapona na utaishi kwa jina la Yesu. Tutakwenda kuomba pamoja na wewe katika asubuhi ya leo. Mtu wa Mungu ambaye unayenisikiza, neno usiogope ndani ya Biblia limetungumuzwa zaidi ya 365. Usiogope. Hivyo inamaanisha kwamba unapoamka, Mungu anajua kuna vitu vitakufanya uogope. Anakuambia usiogope. Mimi niko pamoja na wewe, kutembea na wewe popote uendapo. Hata kama mambo yamekuwa magumu, Mungu anakuambia usiogope. Mimi niko pamoja na wewe. Hata kama hukukula jana, ukarara bila kula ugali ama kula kitu, Mungu ulipoamka asubuhi, Mungu anakuambia usiogope. Nitaenenda pamoja na wewe popote uendapo. Haleluya. Huyo ndiye Mungu atakupigania na atasimama pamoja na wewe, na jina la Bwana litabarikiwa. So akamwambia Joshua, usiogope. Nimekuamuru usiogope. Si ni mimi nimekuambia? Si ni mimi nimekuambia? Usiogope. Uwe na nguvu na moyo wa usujaa, maana nitaenenda pamoja na wewe. Wacha nirudie mambo haya. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Talinche na gochikire nga otena na bokongu obomoremu asayo tondoka to baisa gokwo moyo ekiagara incho monene nyasao nigonda monaye ande onsi orabe gokogenda. Baba Mungu ishie milele, tata nyasao menyata kalena katika jina la Yesu Kristo. Asiyetare Yesu Kristo. Ilionekana Joshua ameogopa, iyekarolekana Joshua otwaliro bwoba, maana Musa alipokufa alijua machukumu ya Musa. Vile Musa alipitia mapito mazito. Wakati mwingine anaenda mlimani, anarudi anapata wametengeneza ndama. Wakati mwingine
anapokuja wanamwambia kwamba sio wewe peke yake, Mungu anaongea pamoja na wewe. Alipoona Musa amekufa na Mungu akamwambia wewe ndio utachukua nafasi, kawa na sababu nyingi za kuishiwa na nguvu, akawa na sababu nyingi ya kuingiwa na uoga, akawa na sababu nyingi ya kumfanya moyo wake uvunjike. Lakini Mungu akamwamuru, akamwambia kwamba kuweni na nguvu na moyo wa usujaa. Wewe ndiye utakayewaingiza wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. Na katika asubuhi ya leo nawezekana kuna mtu amefunjika moyo na kuishiwa na nguvu kwa sababu ya yale ambaye ameweza kuyapitia. Naomba kwa jina la Yesu wa Nazareti kwamba Mungu ukaweze kuzungumza pamoja na yule mama ambaye amelia mpaka amekoza nani amsaidie. Amepitia mambo magumu, amewaza na kuwazua atafanya namna gani, atachiondoa katika yale matezo namna gani. Wengine wako na makesi koti, wengine ndoa zao zimeharibika, wengine watoto wao wamekuwa wabaya magaidi, wengine wana shida hapa na pale, magonjwa sugu, wengine wana shida ya kifedha, wengine wamekosa tumaini, wanasikia kujinyonga na kujimaliza kutoka dunia hii. Asubuhi ya leo Bwana, neno lako linasema tuwe na mioyo ya usujaa. Mateso hayo sio ya milele, ukaondoe mtu katika yale mateso, ukapiganie mtu katika asubuhi ya leo akaweze kukutana na ile shida akiwa mjasiri, maana Bwana uko pamoja nasi. Jina lako liinuliwe na litukuzwe milele, maana kando yako hakuna Mungu mwingine. Wale ambao wameacha kanisani wako nyumbani asubuhi ya leo, waliokutana na mateso mazito wakarudi nyuma, ninaomba uwape nguvu tena, wasimame wasonge mbele katika jina la Yesu Kristo. Inuliwe na utukuzwe milele yote, maana wewe ni Mungu mwema na Mungu mkuu. Natangaza uponyaji kwa wale walio wagonjwa, natangaza kuinuliwa kwa wale ambao wako chini, natangaza neema yako kwa wale ambao hawana neema, nguvu mpya katika maisha yao, ukawatende mema maana unaweza. Jina la Baba lipewe sifa na liinuliwe milele yote, maana wewe ni Mungu mkuu na Mungu mwema. Haya ndio maombi yetu asubuhi ya leo. Tubariki hata tunapoenda kutoa sadaka zetu, ukainue mtu ambaye Bwana amekuwa wa msaada mkubwa kwa ajili ya kufanya ibada, kuendelea kwa kutoa sadaka zake. Bariki kila moja, inua kila moja, na ibada zetu zote baada ya hii zikaendelee kuwa za baraka nyingi. Jina la Baba lipewe sifa na liinuliwe milele yote, maana ni Mungu mwema. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amen. 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 Amina. Amen. Nataka nikwambie hivi, nikiketi tutoe sadaka zetu, lakini be strong, be courageous, na tuwe na moyo wa usujaa, maana Bwana ako pamoja na sisi popote tuendapo. Atatembea pamoja na sisi, na jina la Bwana libarikiwe. Umekuwa ukitupata kutoka Nyamataro P.A.G, na aliyekuwa pamoja na wewe ni Reverend Nogaro.
Bwana awe pamoja na nyinyi, awatende mema mpaka Jumapili ijayo tena, wakati na masaa kama haya. Amen. God bless you. Amen. Tutoe sadaka zetu, alafu baadaye tutaenda katika madarasa yetu ya Sunday School na tutabarikiwa pamoja kwa jina la Yesu. Amen.